Vya Tinga nambari moja kwa vijana East Africa TV na East Africa Radio, na D-Voice ametoka kuwakilisha vyema FNL hapo. Sasa tukasema tukae naye Chobingo tuzungumze naye maili matatu bwana, kwa sababu baridi ndio limekuwa noma kwa sasa. Inakuaje mkubwa? Bwana noma sana. Vizuri. Mungu ni mwema. Hongera, umepoa sana utaratibu wako. Lazima. Kudrip lazima. Unajua kibongo bongo. Kudrip lazima. Vyote ndio vya kimizozo lakini kudrip muhimu. Hongera pia, tuna siku 5 tangu tunasikiliza baridi ambao umeshirikiana na Zuchu mara nyingine tena. And of course na imekuwa kama kombo fulani hivi noma, mkikutana basi mitaa lazima iitike. Sijajua wewe na Zuchu mkikutana mara nyingi huwa mnawaza labda tushaimba, lakini inabidi kila tukitoa kitu kiwe noma sana. By the way ni kupeleka kuwasilisha idea tofauti tofauti na muziki tofauti tofauti. Hiyo wasanii wakubwa wapenda vitu vizuri ambavyo havitaumiza kichwa wala havitowapa wakati mgumu kupromote. Najitahidi sana kumpelekea sister kitu kizuri ambacho kitafanya auwe. Mimi juzi kuna mtu alikuwa amenipost akasema D-Voice kila akiimba wimbo na Zuchu anamfunika. Lazima ajue kitu kimoja. Mimi nikiwa naimba na Zuchu nampelekea kitu kikali. Target yangu yani nitilie kitu kikali zaidi ili mradi kiwe kitu kikali. Tafsiri kwamba mtu collaboration tafsiri yake kuna kitu kina miss. Na by the way mimi nakuwa nishafungua, ina maana tegemea mbele akakazie zaidi yani. Kwa sababu hata ningeimba mwenyewe itakiwa verse ya pili sasa ndo nidadavue zaidi, na maana kwa bahati nzuri ananitendea haki, verse zake zinanitendea haki, na kwa nilichokiandika na yale kuja ukifanya kinakuwa ni kikubwa zaidi, na maana inazidi kuwa nyimbo ina power. Lakini ingekuwa kwamba na nyimbo nilio na kueti nyimbo fani eti verse ya pili ndo nzuri, verse ya kwanza mbaya, hiyo ni changamoto. Shela mazee. Lakini inakuwa nampeleka kitu kizuri kwa akienda na kazia, na makuta nyimbo nzuri kuanzia mwanzo hadi mwisho, kuna mmoja anakuwa kazidisha zaidi. By the way that is my ambition so far. Nikimpata naomba sasa sister hiki ni kitu kinoma, kuna hata kitu noma zaidi verse ya pili anaua, na ndio mabambama nzuri yote nampipaga verse ya pili akashinda labda singeli. Ndio sasa uzuri umetusanua hapa, kumbe wewe ndio unampelekea ngoma Zuchu by the way, na zinafanyika na kila kitu, mambo yanaendelea. Ni utaratibu wa lebo au wewe D-Voice wao unaamua kwamba kwa mujibu wa hili swala naona Zuchu ndio anakaa? Okay, lebo imetusaini sisi tukafanya kazi. Katika ufanyaji wa kazi tukao, sasa wewe kama msanii ujue nini unataka. Kwa nyimbo kama Habibi wao Zuchu hata baridi nyimbo Zuchu ataua. Na maana Zuchu ataua, usitaki kumforce mtie mtu R&B. Kachanganya madawa. Na Zuchu anaua mpe Zuchu. Na mara nyingi sana nyimbo zangu zinakuwa hapa Zuchu. By the way pia ikifika time nitafanya na Nandi, nitafanya na Yami na Uzuri pia wote na nyimbo nao. Lakini kwa hizi niliona Zuchu anafaa, ndo maana nimebahatika kutoa naye. Na katika mipangilio yangu pia hizi na ofisini, lakini za kila msanii anakuwa na mipangilio yake kazi ya mwaka. Katika mpangilio wangu kazi ya mwaka hiyo ipo. Sawa. Okay. Noma. Mashabiki wanauliza wako bana, D-Voice mbona Zuchu tu? Of course umeimba na wasanii wengine, lakini kwa nini kila collab ikiwa na mwanamke basi ni Zuchu? Pengine wanajiuliza inawezekana labda uongozi wa WCB labda unafanya D-Voice abe sana wasanii ambao mpo ndani kwenye lebo moja na sio kutoka nje. Sasa Zuchu ni msanii ambaye nina access ya kumpata kwa urahisi, kwa sababu ninazungumza naye mara kwa mara, niko naye FP ndani ya lebo, pia ni biashara ya pamoja. Kwa maana anakuwa na support katika moyo mmoja na kitu kwa moyo mmoja, lakini pia anakuwa anaangalia time yake, kwa sababu anakuwa anajua time yake. Sasa hivi yupo, sasa hivi kasafiri, sasa hivi hajasafiri. Ndio maana na maana nilivyosema nina nyimbo pia na kina Yami zitatoka, na nyimbo pia na kina Nandi zitatoka, nyimbo na wasanii wengi wa kike kina Ludiva zitatoka, na nyimbo nyingi. Ina maana kwa Zuchu kwa sababu zinakuwa zipo confirmed tayari. Inakuwa zipo confirmed tayari. Mimi na collaboration na watu wengi, na collaboration na Mzee lakini bado hajatoka, na wimbo na J-Melody bado hajatoka, na nyimbo na Chino hajatoka. Kwa hiyo natoka hizi zinazotoka tafsiri yake ziko tayari, yani hazina kipengele chochote, na maana zitakuwa zitoke, ndio maana naona zinatoka. Na hizo nyingine pia zikishakuwa hazina kipengele zitakuwa zitoke, zitafanyaje? Zitatoka. Nikimkumbuka Sheta miaka kadhaa nyuma ashio kufanya interviews alivyoimba na Diamond, alafu akaja kaimba na Casey, akasema kuimba na hawa watu ni ngumu tena kuja kuimba na msanii mwingine wa chini, kwa sababu level stars zinakuwa zimepanda. D-Voice of course, Zuchu International, Platinumz International, pona lebo moja ushafanya nao kazi. Haikupi ugumu sometimes ikitokea kuna collab ya msanii chini ya hawa kufanya naye kazi ukasema shemba na Chibu ujue? Sasa uzuri hata my brother pia wanafanya nyimbo na wasanii ambao wazidi, hata wasanii wa nje. Inga Diamond kafanya nyimbo na Chela ule, si nani anaitwa Chela ule Nigeria. Chela mwambie kitu mzee. Ushaelewa? Lakini nategemea wimbo uloleta ni nini? Nini potential yake? Nitautumia wapi? Mimi nimefanya wimbo Box kanishirikisha Ganda. Lakini wimbo ambao umeleta potential na utumia naye pia anautumia ni umehit.
Na maana sasa sio vibaya kufanya nyimbo na msanii either ambaye umemtangulia kidogo au ambaye wa chini, lakini changamoto inakuja kwamba wasanii atakuwa wanaleta nyimbo kali. Shale wanaleta nyimbo kali, imadi wasanii tuue. Wimbo ujue talent haidanganyi. Sababu sisi tulikuwa tupo street tu. Kina Diamond walikuwa ni wakubwa, talent zikawashawishi, zikashawishi, zikapenya hadi zikafika maofisini wakatusaini. Ina maana hiyo ndio kana namna ya msanii yote. Watu wasio na hofu. Wasanii kama na nyimbo kali unafanya tu na zinatoka. Mbona Diamond kuna muda anembaga na wasanii ambao kazidi kila kitu, kazidi hela, kazidi kila kitu hadi ndevu, lakini zinatoka. Mashallah manigi. Yeah. Ilikukwaza kwa namna gani mpaka ukaamua kuwaandikia baadhi ya mashabiki kwamba ingekuwa na vango za Zuchu sawa, lakini za Diamond mnasema watu wanaipampisha, lakini mimi sikuona ubaya wa mimi kuvaa nguo za Diamond, na ni wataarifu tu kwamba sitoacha. Nikiona nguo nzuri na watu waitumia Diamond nitakuhakikishia nitakuwa naivaa, kwa sababu itakuwa ni nguo ya gharama, na kwa wakati huu nitakuwa sina hela ya kununua hiyo nguo. Kwa nini sijachukua t-shirt nyeupe plain? Kwa sababu naiweza, ni affordable, nanunua. Siwezi kuchukua chepa kwa sababu kitu ambacho maana nikiona Diamond ana kitu ambacho mimi siwezi kununua, akipo pale na akitumia, nitakuhakikishia nitaendelea kukichukua, nitakivaa. Kitu ambacho siwezi kumwazima na kichukua tu ni lozi ila vingine na kama atanipa access nitavifanyaje? Sioni baya, kwa sababu ni my brother, tunafaka sehemu moja, ananisupport mdogo wake mpaka anatoa kitu ni kwa moyo mmoja. Ama maneno anatakiwa ongea Diamond mwenyewe mwenye nguo zake, sio wewe ambaye umeona nimepewa nguo. Unajua ilikuwa jadi alinipa, basi na nasema kama unaona kunipa mimi ni shida kabisa, inabidi nimuombe wao ananuzia kama mtumba, imadi muone kama ananunua. Sababu mtumba watu mnavaa ya wazungu wa China ambao tena hata soma superstar. Mimi kuvaa nguo za superstar kama watu wamelikalia bango. Sasa kwa taarifa tu wa Tanzania, nguo ninazo nyingi. Na hadi yale majoho yale alikuwa anafanya yale alikuwa anavaga. Unajua mzee na majoho yake Nigeria nayo. Mpaka matatu nayo. Na makoti mengine nayo. Kesho nitachapa nguo nyingine. Kifupi ninazo hivi. Hizi nao kwenye mgao mwingine. Yaani hapa katikati watu wako na posti, kuna mgao mwingine wa nguo umetoka. Naenda kuchukua. Kwa ukichanganya zangu anapendeza. Ndio. Anapendeza ya. Inawezekana labda kwa sababu ni msanii wa kwanza kama sikosei, labda kipindi hicho labda nahisi ama anaweza kupichaga kwenye hayo mambo kwamba bango za Diamond kwa tena Divoice haikuletei yale maswali kwamba bwana wanasema sana kwa ni vae au niache. Mkubwa naye asema nikwambie, imagine mimi nimetoka hapa, nimemsupport msichana, nimempangia chumba si na nini kama shilingi milioni 4. Inshallah unaamini sina uwezo wa kununua nguo? Ina maana pale ukiona anachukua nguo kwa mtu nina uhitaji nayo. Na narudia tena, sio vibaya, Diamond ni superstar, lakini pia ni tajiri. So far sioni ubaya mimi kuvaa nguo ya Diamond. Sio Diamond. Mimi kuna muda nachukua hadi nguo za Tosi. Nienda kwenye show, meneja nguo zimenishia nachukua. Nguo nachukua nguo za Tosi navaa. Ila kwa sababu Diamond ni superstar na vitu vyake ni vya gharama, mimi navaa. Also pia nisizungumze mengi. Naomba nimete Diamond mmoja. Platinum. Bwana njoo zungumze kuhusu swala nguo. Basi maizana Platinum. Bwana niachia kwanza la mwisho. Kuna ulipost kwenye Insta yako kaandika kwamba mwambieni bwana kaka mkubwa bwana sasa hivi na mpira umerudi kwetu. Watu wakatafasiri kama umemtupia dongo Harmonize kwa sababu alikuwa amekaa namba 1. Kwa sawa hiyo kitu. Ni kweli ulikuwa umeutupa dongo kwake ama ilikuwaje? Watu wametafasiri vile. Muziki ni motivated, lazima watu motivatiane. Na maana hata kama aliandika hivyo Harmonize, maana ali motivate game. Lakini pia sio mbaya. Hizi ni kama unavyoona kuna utani wa jadi. Ina maana mpira umerudi tena kwetu. Na tujaongea kiunafiki. Wimbo namba 1 sasa hivi nchini ni upi? Baridi. Na maana mpira uko wapi? Tumeutulizia wapi? Hapa. Hiyo nimelimaliza, si ndio? Asa kaka, si ndio? Hii sijakataa. Ina maana kaka pia, kwani kaka mbona kipindi anaongea sasa unajua kuna wadogo zake pia. Ina maana ni maneno tu ya hapa na hapa katika game, kuchangamisha game, lakini pia uzuri mpira sasa hivi upo kwetu. Na maana sisi tunatia mawe. Atia mawe pia yanatoka mawe mengine. Na hasa na kwa mpalangano fani wa mawe ambao sasa sio maneno, wala sio bifu, wala sio kupigana ngumi. Ni weka nyimbo tu nyimbo. Weka nyimbo tu nyimbo. Na maana kwa sasa hivi nyimbo tu nyimbo 3 bila. Mpaka sasa hivi. Ila Divoice ukofia labda kwa sababu wakubwa wamekaa juu pale namba 1. Hofiaje? Na hofia kutoa wimbo. Mimi natoa wimbo tegemezi langu likafanya vizuri. Yaani ukisema ni hofia tafsiri yake atakuwa nitoa wimbo ukakae namba 5. Mimi nataka nitoe wimbo ukakae namba 1. Na maana hofiaje kutoa wimbo? Na hofia kutoa wimbo mzuri. Mimi natia mawe. Alafu heshima itaendelea kuheshimiana kama brother. Sasa tukishafika pale kwenye yengo ya kujimwambafai, kila mtu ajimwambafai katika nafasi yake, lakini na kisha sikukosea heshima. Tunaheshimiana, nitaongea kitu ambacho hakitohusisha kukosea heshima. Ina maana mimi natia mawe.
mbona tia mawe? Wote tunafanya kitu hiki. Kilichonitangulia umri na ukubwa kwenye game. Hiyo mimi nakuwa inihusu. Kinachonihusu mimi alikuwa nitie nini? Mishipa kama ninavyotia ndo kama ninavyoondoka. Tumalizie Mbosso katikati hapa na mpaka Platinum anamjibu kupitia Insta story. Kuna baadhi ya watu wanasema Diamond pengine anaponzo sana watu ambao wanawasaidia. Wewe msanii ambaye uko pale WCB haikufanya uhisi sometimes unyonge kwamba ujue mkubwa kuna support anaweza kaipunguza kwangu kwa sababu ya haya maneno ambayo yanawafanya watu wakitoka Wasafi? Hiyo Diamond anikubali. Ni biashara yake. Hela yangu ipo katika kupambana kutoa nyimbo nzuri. Nipate show, nyimbo zangu ziingize namba, kama na shida nitamueleza. Kiundani zaidi siwezi kumueleza Diamond wala roho yake. Anajua yeye mwenyewe na roho yake. Mtu anayesema mwache aseme. Mimi ndo ninavyoishi. Nipo pale Wasafi, nafanya zangu kazi, nimeenda kufanya biashara, sitaki umbea. Watu wa Sigara wanasema hatuchambi umbea. Kinachonihusu kinakifanya. Kuswada Diamond, kutoamua kusaidia watu wengine ni moyo wake. Sio msanii wa kwanza kutoka. Wametoka wasanii wawili na bado still akaendelea kuwasaini wasanii. Wakina Mbosso wametoka na wamesaini msanii na mwingine tena amesainiwa. Ina maana hiyo ni motivated ya mtu yeye kuamua maisha yake. Sio kwa sababu mtu fani kama kila. Na ni maswala tu ya kawaida tukupishana. Mtu kutoka kwenye lebo ya maisha yamegombana. Leo akina Mbosso sisi tunaonana nao tunasalimiana. Tulikuwa Tarime, kwenye show mimi na Mbosso tumeperform pamoja. Media ambayo ilikuwa ina organize show ilikuwa ni nini? Wasafi, si ndio? Wasafi ndio organize show. Ina maana hatuna noma na Mbosso. Mbosso kutana na mzee anasalimiana. Sorry. Tunakutana kwenye interview. Kwenye mashow, ma studio, mawapi tunasalimiana kama kawaida. Hatuna noma na msanii wote. Na Rayvanny Boy tunakutana naye kwenye ma studio, ma interviews, mawapi na kibao. Maisha mengine yanaendelea. Ni watu tunapenda kuyapampisha maisha, lakini watu wanaishi maisha yao kama kawaida na hatuna noma. Yeah. Lulu vipi? Mpokuwa wakalala. Imeachana sasa. Mpigie atakujibu.